Unajua gari ya diesel, kwa wale wako na gari, haiendagi pamoja na gari ya petroli. Unajua gari ya petroli na ukiweka nyong ni kuenda. Lakini gari ya diesel lazima ichome. Si ndio? Inaonekana hii ni gari ya diesel. Hawa wamekuwa gari ya diesel kwa sababu wanapoteza wakati mwingi wakijaribu kutafuta rhythm. Wamepoteza mwelekeo kabisa. Sasa wakati masaa imeenda ndio unasikia sasa wamepanda, kagari kameshika moto kabisa. You need to address yourself. You are totally confused. Totally. Go for prayers. Muulize Mungu maswali. Amuko. You are out. Na you're wasting people's time. Najua si mtu tuende tukaogelea huko. Nikwambie tu ukweli. You are out. Mjiulize maswali. What is happening between you? Sababu mnachanganya, mmeruhusa kuchanganya watu in the name of praising and worshiping. Kama mnaona mumelegea, mseme tu watu watawasaidia kuomba. Ni watu wazuri. Tuombe. Baba, asante kwa uwepo wako. Asante kwa baraka zako. Asante kwa kutusaidia, kutufanikisha hapa na kufanya tufike hapa siku hii ya leo. Ninaomba msamaha wa dhambi zote ambazo nimetenda nikijua na zile nimetenda bila kujua. Pia naomba msamaha wa dhambi ya watoto hawa wote. Najua wametenda mambo mengi ambayo hayawezi kusemeseka, lakini Baba, najua wewe ni Mungu uliojawa na huruma, unajua kubariki, unajua kusamehea. Waweze kuwasamehea tena. Tunapoingia kwenye ibada ya dedication, tusaidie tuweze kujidedicate back to the altar. Ndio tuweze kukaa katika maisha na misingi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Salimia mtu kabla ukae. Hata nyinyi mnakaaga aje? Salimia mtu umujui, ni mgeni, hujai muona. Si umuulize, unaweza kuwa umekaa na jabazi. Alafu utakuja kuulizwa, huyo mtu ulimjua? Sikumjua. Muangalie uso vizuri. Angalia uso yake vizuri. Muangalie kwa uso. Ujue. Sasa ndio unaweza kuweta ukiulizwa swali. Ni umenyire mundu ucio? Nilimjua. Alikuwa na sura hii. Asante, mkaeni chini. Yesu wabariki. Jipigieni makofi mnapokata chini. Makofi mazuri. Yaani hivyo ndivyo najujukia. Hata mwingine anapiga makofi na anaangalia kado. Piga makofi mazuri na vigeregere. Vigeregere wa mama. Wanaume wako wapi na vigeregere ya wanaume? Yes, thank you. Thank you. Thank you very much. Mami, kuja ukae kwa hii kiti. Wewe. Leo nitakufuata kabisa. Na every Sunday you come, that is your seat. Sasa anajifichanga na kikigi pale. Anakaa kwa kikigi. Nikienda kufika karibu anakararisha kidogo hivi. Nikienda kidogo anararisha kidogo hivi. Sasa unashindwa. Na wewe ndio pastor wetu wa Thika. Itaenda namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. We are soon karibu tufungue Thika branch. Na ndio naomba, ndio nasukuma watu kabisa wajue hii kiti ni ya nani. Hapa tuko na ashas. Walienda wapi? Nani alikutoa? Kwa nini umekasirika? Si uko na fibo, endo tandika ya bili. Tandika ya bili urudi. Nimuhurumia tu. Ulimuhurumia? Ungetandika? Basi kasirika kidogo. Kasirika ukae chini. Kasirika ukae. Kasirika. Maitoka ikarege tegeke. Oka habere. Na oka habere. Hawa watu kama hawa wapatiwe priority ya kwanza. Tunakaa nao hapa mbele. Si ndio? Huyu anahitaji kukaa karibu na mimi kabisa. Wewe kaa huko nyuma, kaa kwa hii kiti. Oka. Kalia hii. Kalia hii. Kalia tu hapa.
maneno ya kiroho hii inahitaji kuwe na Mungu mwingi sana na uvumilivu. Maana hii maneno unaonanga hii sarakasi unaonanga ni mingi. Usipokuwa mwangalifu unasikia hii imetokea hapa, hii imetokea hapa. Na yote tu nakiangalia iko na Mungu yake, si ndio? Na ndio tunashukuru. Baba, habari yako? How are you now? Kuja tu nisalimie. Tulikuwa nawe kwa ofisi last time. Are you married? You are youth. I want you to join the group ya youth hapa. Hii ni yako wapi? Yule mtu ako na madevu mingi sana kanisa hii. Unaona yule mjamaa? Umtafute muongee naye. Kuna kitu nataka tufanye na wewe, si ndio? Thank you. God bless you. So today tuko na mambo ya dedication. Dedication. Mtu atusaidie, system yetu sijui ilikataa kidogo. Kuna waya imekatika mahali hapa. So hatutaweza kutumia screen kusoma. Tunataka tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza aya ya 8. Tutaanza kusoma mstari wa 22. Tutaingia tu direct to the prayer for the dedication, lakini tutasoma baadaye kuhusu kujengwa kwa hekalu na mtu anaitwa Suleiman. Alafu tutaendelea kusoma na kuelewa ni kwa nini. Kwa hivyo mtu ako na Biblia ya Kiswahili nisaidie, yangu ni ya Kizungu. Ama nisaidie tu, saidia mchungaji wako. Ni ya kusoma. Oka basi hapo tutaenda. Soma sasa, anza 22. First Kings chapter 8 verse 22. Simama tu ukisoma. Thank you. First Kings chapter 8 verse 22. Suleiman akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni. 23. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. 24. Umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliomwahidia, naam, ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako, kama ilivyo leo. 25. Na sasa Bwana Mungu wa Israeli, umfikilizie mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliomwahidia, ukasema, utakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli machoni pangu, kama watoto wako wakiangalia njia zao, ili kuenenda mbele zangu kama wewe ulivyoenenda. 26. Sasa Mungu wa Israeli, na kusi ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi baba yangu. 27. Lakini Mungu je, atakaa kweli kwenye juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu sembuse nyumba hii niliyoijenga. Walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake. Bwana Mungu wangu, uisikilize sauti na maombi ya mtumwa wako ambayo mbele zako leo. Asante. Tunataka kuzungumzia kuhusu maombi ambayo yalifanywa na huyu mfalme anaitwa Suleiman, mtoto wa Daudi. Huyu mtoto alijenga, maana baba yake alitaka kujenga madhabahu Daudi, lakini Mungu akamwambia, mikono yako iko na damu mingi sana, hauwezi kunijengea nyumba. Lakini akamwambia, nitakubalisha mtoto wako aje anijengee. Kuna kitu ambacho nataka uelewe. Kuna kuruhusiwa kujenga madhabahu na kuruhusiwa kujenga madhabahu. Si watu wote ambao wameruhusiwa kujenga madhabahu, na si watu wote ambao wamekubalika.
Kuna watu wametengwa kwa ajili ya kufanya kazi kama hiyo. Daudi alikuwa mcha Mungu na alikuwa amempenda Mungu, lakini kutokana na dhambi zake na vitu ambavyo alikuwa amevifanya, Mungu alisema hautanijengea, ila mtoto wako atafanya kazi hiyo. Sasa mtoto wake alipokubalishwa kujenga ile hekalu, baadaye aliijenga kwa ustadi mkubwa. Ukiangalia kutoka First King chapter number 5 chapter number 3 hapana chapter number 4 uendelee mpaka 5 mpaka 6, utaona Solomon anafanya kila jitihada za kuhakikisha mipango ya Mungu imekamilika. Maana hata wakati waliambiwa ni kujenga, waliuliza Mungu kwanza, hii kitu ama hii nyumba unataka tufanye itajengwa namna gani? Kisha wakaambiwa mpaka measurement. Wakaambiwa measurement ya upande utaenda hivi, upande huu utaenda pande hii, utaenda mita ngapi, sentimita ngapi, cubic ngapi, na kila kitu kilihitajika katika kujenga ile hekalu. Ni Mungu alisema. Maana alisema mtakata miti namna hii muweke upande huu, mtakata miti pande hii, miti ya namna hii mtaenda pande huu. Kwa hivyo kujenga hekalu ni kitu ambacho ni kitu Mungu mwenyewe amejiamulia. Na ni Mungu hujenga, si watu wanajenga. Nyumba ya Mungu haijengagwi na watu. Nyumba ya Mungu inatengenezwa na Mungu kulingana na matakwa yake na mapenzi yake, kulingana pia na mahitaji yaliyopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo chochote ambacho kiko na Mungu, chochote kilichopangiwa na Mungu kina shukurani zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Daudi alitaka, kumbuka wakati alienda akapatiwa shamba, akasema siwezi kukaa kwenye shamba ambalo sijagharimia. Alijua siri na akajua chochote ambacho haujagharimia hakina mahusiano yote na Mungu. Ukapatiwa shamba kama saa hii upatiwe ndio hilo shamba na haujanunua, hauwezi kulijengea Mungu, lazima mugharimike. Hata ibada kama hii, na wewe kufika hapo umefika, maisha ambayo uko nayo yanahitaji gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio ni muhimu sana tunakwambia, gharimika kwenye huduma hii, gharimika kwenye familia, gharimika kwenye kazi ambayo unafanya, gharimika kwenye chochote unachokifanya. Maana gharama unayogharimika ndio itakuruhusu kufanya kazi ya Mungu katika mapenzi yake. Ukikosa kugharimika, utafanya kazi ile lakini utaifanya kwa mapambano, utaifanya kwa mapigano. Maana gharama unayoitoa inakuhusisha moja kwa moja na mapenzi ya Mungu. Gharama ambayo tunaitoa kama mfano kanisa hili, tumetoa gharama kubwa. Tumelipa renti ya hapa, tumefanya marekebisho, tumenunua viti. Wewe pia umetoa gharama kutoka kule nyumbani, umekuja, gharama ya masaa yako, gharama ya pesa zako. Hiyo ndi gharama ndio inashirikisha jumba ama jambo la Mungu likafanikiwa katika maisha yetu. Lakini wengi wetu hatutaki kulipa gharama, hatutaki kuhusika kwenye kufanya kazi, hatutaki kuhusika kwenye mipango ya kupangisha nia na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ambayo imesababisha tumekwama katika maisha yetu. Solomon alielewa siri ya kugharimika. Mwanzo kabisa alipotawazwa kama mfalme, alichinja ng'ombe 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akazitoa kama sadaka za kuteketeza mbele za Mungu. Na alipotoa sadaka za ng'ombe 1000, usiku huo mahali alienda kulala, Mungu alimtokelezea. I'm speaking about the temple. I'm speaking about you as a ministry. I'm speaking about you as a family. I'm speaking you as a leader of a place. Kazi ambayo Mungu amekupatia, umeigharimikia aje? What is your dedication? Maisha ambayo Mungu amekupatia, umeyagharimikia namna gani? Maana tuko na maisha haya maisha tuko nayo. Unafikiria siku na wengi wamelala mochari, siku na wengi wamelala Lang'ata kwenye makaburi, walikuwa wazuri kukuliko. Lakini wewe na uchafu wako bado Mungu amekupatia wakati. Mungu anauliza, ni nini hiki umekifanya ambacho kimesimamia kama gharama ya mapenzi ya Mungu juu yako? Maana Suleiman alipokuja, alipotawazwa kuwa mfalme, alichinja ng'ombe 1000. Kumbuka huyu ni mfalme, amechukua miliki
ya falme zote, ndiye alikuwa kiongozi kama mfalme. Mfalme ndio mwenye kila kitu ambacho mko nacho. Kwa hivyo alikuwa na utawala wa nguvu, alikuwa na uwezo wa kama mfalme. Angeitisha kila kitu angepatiwa, angeitisha dhahabu angepatiwa, angeitisha fedha angepatiwa. Mamlaka alikuwa nayo na alikuwa na uwezo wa kutoa amri. Lakini kuna kitu kimoja Solomon alijua: bila mimi kujihusisha na mipango ya Mungu katika ufalme huu, siwezi kutoboa, siwezi kufaulu. Hivyo akachukua ng'ombe 1000 akachinja kama sadaka ya kuteketeza. Alipochinja kumaliza, maana ng'ombe 1000 ni nyingi, alichoka. Kisha akaenda mahali akajilaza. Kujilaza, Mungu akamtokelezea katika ndoto, akamuuliza, mwanangu Solomon, niulize unachokitaka nami nitakupatia. Kwa hivyo unapogharimika, kuna mvuto wa Mungu ambao unakuja katika maisha yako. Unapogharamika kwa njia moja au nyingine katika kufanya huduma ya Mungu, katika kufanikisha kazi ya Mungu, kuna kutokelezewa, kuna mapenzi ya Mungu ambayo si ya kawaida ambayo yanakuja. Na ni swali tu, alikuja akamuuliza swali, akamwambia, niambie utakacho na mimi nitakupatia, maana nimeona wewe ni mwaminifu, nimeona wewe ni mtu ambaye ana mapenzi ya kukaa katika kuangalia kazi yangu imefaulu. Mungu akamtokelezea. Lakini sasa angalia ni nini ambacho kinafanyikaga kwa mtu mwenye amegharimika. Kuna roho ambayo anakuwaga nayo, haina watu wengine. Mtu mwenye amegharimika kwenye huduma hii, ametoa katika huduma hii, amefanya kazi kwenye huduma hii, ana heshima kubwa na huduma, na anamtambua yule Mungu, maana ana uwezo wa kukwambia tulikuwa hapa, sasa tuko hapa na tunaenda hapa. Huyo mtu anakuanga na discipline ya juu. Ukimwambia kitu afanye, anafanya haraka sana, harudi nyuma hata kidogo. Ukimwambia sasa ni kuenda, ni kuenda. Ukimwambia sasa ni kusimama, ni kusimama. Ukimwambia tuimarishe hii kitu, unaona anajitolea. Maana huyu mtu amekuwa kwenye huduma na ameiona venye imekuwa. Anaweza kukwambia tulikuwa hapa, hatukuwa na kitu, lakini sasa tuko hapa. Nakumbuka tukianzisha hii huduma, tulikuwa tunaomba speaker kama hii kamoja tu, tulikuwa tunaomba tupatiwe na mtu, anatupatia. Kisha tukiwa katikati ya huduma, tumeiba sasa na tumefanya huduma kabisa, anakuja anapiga mlango kwa nyumba, anasema apostle, sasa hiyo walikuwa wananiita ref, ninataka kuchukua speaker, maana kuna mkutano unaanza hapa chini. Na sasa hiyo ulikuwa umekamatisha. Na unajua mchungaji mwenye anaanza kazi anatakaga kujitolea na hata kuhubiri na mahanjamu ndio apate watu. Sasa nilikuwa najitolea nagoma. Sasa wakati nimeko kwa climax, wakati ndege yangu imeingia sasa inataka kupaa, hapo tunataka kuchukua speaker. Sasa unamwangalia, unajaribu kutoa macho ya kinabii, kumkodolea jicho la kinabii, aone anacheza na moto ya Mungu, lakini mali ni yake. Unaona amepada, alitaka tu kukwambia ni kutoa, anatoa. Si alikuwa na kuomba ruhusa. Mara tu ukiendelea kuhubiri, unamuona amepada pale, amechukua kasipika, na ndio huyu ametoka. Sasa unaachwa na microphone, anaweka pale ndio kujie microphone. Sasa unaanza kwa sababu hauna sauti, wekea hii mimi hapo. Sasa unafanya ni kitu, ni sarakasi zingine, kumbe unamwambia chukue ndio ile pale, unaweka kado. Mtu ambaye tumetoka na yeye safari hiyo ana uwezo wa kuweza kustahimili, ana uwezo wa kusimama na tabia na mienendo. That is what we call the culture. Ana uwezo wa kuheshimu, ana uwezo wa kuangalia ya kwamba anajua tuko mahali hapa si kwa sababu ya uwezo, ni kwa sababu Mungu amekuwa, mkono wa Mungu umekuwa na sisi, ni kwa sababu mkono wa Mungu umetuwezesha. Na watu hawa wako na heshima kubwa na huduma, wako na heshima. Uliolewa na mtu ambaye wakati mliolewa mlikuwa hamuna kitanda, mlikuwa hamuna, mnalala chini kwa makotoni. Saa hizi mnaishi nyumba ya bedroom 5. Huyo mama anakuaga na heshima, huyo baba anakuaga, hata ukimkikosana, hata akienda wapi, unasikia tu akisema nie mutumio la dare nake wafata ningania. That's why Wakikuyu wanasema gegana goyari ya iria yakatea
yakwa tondu ni uri rugano no twirire emori nyume twirire emori na nginya karugama nginya hau irugamite tondu ni uri gitio kindu kiria uthigineire na urutĩire kukirithia chochote ambacho umekitengeneza mpaka kikasimama hali kimari kimefika. Hicho kitu kina nguvu na kina kuheshimisha na wewe unakiheshimu. Lakini ukaona mtu mlianza na yeye safari lakini hana heshima na hatuwezi kutii, eti kwa sababu chochote ambacho kinanenwa hakitoki kwake, kinatoka kwa mwingine ambaye amekuja juzi juzi. Kuna kitu ambacho kiko kasoro kwa huyo mtu. Huyo mtu si wa hayo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu haelewi historia, haelewi jasho ambayo yametoa, haelewi nguvu ambayo imetumika, haelewi ile kitu gharama ambayo imegharimika kupitia kwake na kupitia kwa wengine mpaka tukasimama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka tuangalie, ni kwa nini Solomon alikuwa na mapenzi makubwa ya kutaka kuhusisha kila kitu alikifanya, alikihusisha Mungu. Maana wakati aliulizwa na Mungu, sema kile unataka, naye akaanza story, alianza asante Baba, kwa sababu ya hata kumheshimisha baba yangu mzazi kwa kumpatia mtoto akalie kiti kwa niaba yake. Asante Baba kwa sababu ya kutimiza ahadi ambayo ulikuwa na baba yangu. Hakusema asante Baba kwa sababu umenifanya mfalme, sasa mimi ni mfalme, nitatawala watu, nitafanya maneno hapa, watu watafanya, nitapiga barabara. Hapana, alimhusisha mtu mwenye anajua gharama ya kitu ambacho kimefanyika. Hana maringo, hana majivuno, hana kujiinua, ila ana mapenzi ya kuheshimisha kazi ya mwanzo na kazi ya kuendeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuanga na heshima kubwa na kazi aliyoipata. Maana kazi aliyoipata sio yeye alitoa gharama yake, lakini kuna mtu alitoa kuna mtu alihusika, kisha anatoa sadaka za kuinua gharama ya kwanza, kisha anatoa sadaka za kuinua gharama ya pili. Hawezi kuja ukute kazi hii yote imefanyika hapa alafu unakuja unaikanyaga kwa maana wewe una masomo na wale walianzisha hawakuwa na masomo kama wewe. Utaanguka. Maana the dedication iliyoanzishwa, msingi ulioanzishwa ndio utakufaulisha kuenda hapo kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule msingi uliupata, huo ndio msingi ambao umepata kitu ambacho kiko na shape. Hapo mbeleni hatukuwa na shape, hapo mbeleni hatukuwa na microphone, hapo mbeleni hatukuwa na mkeka kama huu, hapo mbeleni hatukuwa na kitu kama hiki, hapo mbeleni hatukuwa na mashini kama ile. Tuling'ang'ana. Kwa hivyo ni msingi uliotengenezeka. Kwa sababu msingi uliotengenezwa hauonekani, umefunikwa kule chini. Kile unachokiona ni mawe yaliyojengeka juu, urembo uliopanda juu. Lakini kuna urembo mzuri zaidi uliofunikwa, na huo urembo ulio chini ndio msingi wako. Hapo ndio umesimama kwenye msingi ulio kule chini uliofunikwa. Haukufunikwa kwa ajili sio haukuwa mzuri, ulifunikwa ndio uweze kustahimili pressure. Mtu aliyetengenezeka, aliyetoa gharama katika maisha na misingi mbalimbali, ana heshima na kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana uwezo wa kuelewa Mungu anafanya nini leo na Mungu atafanya nini kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kuelewa. Nilitaka tena tuelewe what is a dedication of a foundation. Ni nini kustahimilisha msingi fulani. Akasema hivi katika mstari wa 22, then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel and spread out his hands. Alisimama mbele ya madhabahu na akainua mikono yake. Kwa nini? Hakuna mtu alimfundisha kuinua mikono. Alijua mahali hapa ni patakatifu, mahali hapa pana msingi wa utakatifu. Kwa hivyo ndio akainua mikono, maana alijua kazi hii imefanyika sio kwa uwezo wa binadamu, bali ni kwa uwezo wa Mungu. Sio kwa uwezo wa mipango ya binadamu, bali ni kwa uwezo wa Mungu. Kama Mungu hangetaka, Daudi alikuwa na uwezo mkubwa, lakini Mungu hakumkubalisha. Daudi alikuwa na mali yote, Daudi alikuwa na jeshi, Daudi alikuwa na mipango mizuri kuliko Solomon, lakini Daudi hakukubalishwa. Kwa
hivyo Solomon alitambua kwamba huu si uwezo wa Mungu, si uwezo wa watu, ila ni uwezo wa Mungu mwenyewe. Msingi wowote ulio katika maisha yako, kwanza ukautambua ya kwamba ni Mungu anayefanikisha, ni Mungu anayepanga. Hapo ulipo sasa si kwa mapenzi yako. Hiyo hali ulio nayo siku hii si kwa mapenzi yako. Hiyo hali unayoipitia, it is not your will. Hiyo hali ambayo uko ndani yake si mipango wewe, mpango ulipanga mwenyewe, ama familia yako ilipanga, ama mafundisho masomo yako yalipanga. Kuna watu walitaka kukaa maisha mazuri lakini walishindwa, lakini kupitia kwa mkono wa Mungu waliwezeshwa. So in whatever position that you are standing now, katika njia ambayo umesimama, iwe ni njia ambayo ni ya upungufu ama njia ambayo iko na wingi, Mungu amehusika kwa njia moja au nyingine. Wewe uwe maskini, bado Mungu amekuweka hai. Wewe uwe tajiri, Mungu amekuweka hai. Kuna jambo moja ambalo ni common, ya kwamba wewe maskini na wewe tajiri, wewe ambao unapitia kwenye hali ya ugonjwa, wewe ambao unapitia kwenye hali ya unyenyekevu, unyenyepaa, bado mkono wa Mungu uko juu yako. Still God has a reason to sustain you. Bado ako na jibu kwako, bado ako na mpango mzuri kwako, bado ako na nia nzuri kwako. Kwa hivyo maana ndio akakujenga ukakuwa hekalu takatifu, and that is why called the body ambao tumebeba ni hekalu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana hiyo kuelewa kwamba wewe ni hekalu, wewe ni nyumba ya Mungu, kuna kitu ambacho unastahili kuwa nacho katika maisha yako ambacho kinaendelea kudumisha mahusiano yako na Mungu. Kwa hivyo dedication ni mahusiano yako na Mungu. Dedication, unarudisha kila kitu Mungu alikupatia, unamrudishia, unamwambia hiki ni chako. Samueli alipozaliwa, baada ya mama yake kupitia hali ngumu ya kutopata mtoto na ya kukejeliwa, mama alimrudisha yule mtoto kwenye madhabahu. Maana alitambua ya kwamba huyu mtoto sio wangu, sio bidii yangu, sio masomo yangu, sio nia yangu, sio mpango yangu. Ningepanga ningekuwa na watoto wengi, ningepanga ningezaa ningali mchanga, ningepanga ningezaa wakati mzuri, wakati ningependa. Lakini Mungu alikuwa na mipango yake. Na wakati Mungu ako na mipango yake, mipango yako haiwezi kufaulu. Na mipango ya Mungu itafaulu katika maisha yako wakati umemhusisha kwa maumbile na matendo na misingi yote ambayo Mungu alianzisha. Maana kabla ya wewe kukuja kuna mwanzo wako. Kabla ya wewe kuzaliwa, mama yako alikuwepo, baba yako alikuwepo, guka alikuweko, shosho alikuweko. Mliishi kule kwenye vitongoji kule vijijini, mliishi kwenye nyumba za makaratasi, mliishi kwenye nyumba ambazo zilikuwa ni kejeli tupu. Wakati huo hamukuwa na nyumba nzuri, wakati huo hamukuwa na malezi mazuri, wakati huo hamukuwa na misingi ya aina yoyote. Mungu bado aliwachungulia hadi sasa amewafika kwenye kiwango hicho kinahusika katika kurudi kwa Mungu, kumwambia asante Baba, maana kule umetutoa ni mbali. Na kufanya hivyo ni kuheshimisha misingi ya kwanza, maana misingi ya kwanza ndiyo imefanikisha umefika mahali umefanikiwa. Haungekuwa kama si hizo, kama sio mateso mama yako aliyopitia. Haungekuwa kama sio mateso baba yako aliyapitia. Haungekuwa kama sio mambo magumu, kudharauliwa, kuchukiwa. Hamukuwa na shamba, hamukuwa na nyumba, hamukuwa na mahali pa kuishi. Ilibidi watu wa jamii wawapatie sehemu fulani, mukakaa hadi wakati baadaye mukafukuzwa, mukarudi mukaenda kwenye mahali fulani kuishi, kisha baadaye bado mukafukuzwa. Hamukuishi vizuri, lakini hiyo haikuzuia Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika chochote ambacho kimefanyika katika maisha yako, kinastahili ukarudi mbele ya Mungu na ukamwambia asante kwa maisha ambayo umenipatia. Licha ya unyenyepaa unaopitia, hata kama umaskini umejaa kwako, hata kama mateso yamejaa kwako, hata kama umeolewa kwenye ndoa iliyo mateso, hata kama ulisafiri kutoka hapa ukaenda Qatar, ukaenda Amerika, ukaenda Asia, lakini maisha hayakufaulu kwako.
bado una mdomo na una haki ya kwenda mbele za Mungu kumwambia, bado mimi nitakuabudu, bado mimi nakutambua kama Mungu wangu, bado mimi nakutambua kama wewe kiongozi wangu. Maana hata kama sikufaulu kule Amerika, hata kama sikufaulu kule Uingereza, hata kama sikufaulu kule ugaibuni, bado umenibakisha, niko hai. Maana kuna wao walienda, lakini walienda wakiwa binadamu, wakarudi wakiwa mzigo. Kuna sababu ya kurudi kwa Mungu kumwambia asante. Kuna sababu ya kurudi kwa Mungu kumwambia asante kwa kuniinua. Maana Solomon alienda, alimchinja ng'ombe 1000 kwa ajili ya kumwambia Mungu asante. Si kwa sababu yake, kwa sababu ya kuheshimu maneno Mungu alizungumza juu ya baba yake. Maana Mungu aliahidi baba yake Daudi ya kwamba ni kizazi chako wewe, kizazi chako kitanijengea nyumba ambayo watu wataabudu kule ndani. Naye Hana, maana alistruggle kupata mtoto, naye Mungu alimwahidi, naye Hana alimwahidi Mungu, ukinipa mtoto na mimi nitamregesha kwa nyumba yako, awe mtumishi, awe mtu atakaye kutumikia. Na angalia, Samueli alikuja akafanyika nabii, maana nabii aliyekuwa ametengwa kwa ajili ya kubariki mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo shukurani ambazo unarudi kurudisha kuambia Mungu ni asante, shukurani hizo ndizo zinakuwa dedication, ndizo zinaleta mahusiano, ndizo ambazo unamregeshea Mungu kila kitu alichokupatia. Unamregeshea Mungu kila kitu alichokupatia, maana vyote si vyako. Hela ulio nayo sio yako, mwili ulio nao sio wako, nyumba ulio nao sio yako, mazingira unayoishi sio yako. Vyote hivi ni za Mungu. Kwa hivyo wakati ule unapobarikiwa, unarudi kwa Mungu kumwambia asante. Unapoenda kwa Mungu kumwambia asante, kuna milango mingine inafunguka. Maana Mungu ameona wewe, uaminifu wako, ameona wewe ni mtu ambaye anastahiki, ameona wewe ni Mungu ambaye si mlavi, ameona wewe si Mungu ambaye hatajiki. Hivyo anafanya nini? Amekuona wewe, hata akikuongezea zingine bado utarudi kwake. Mungu anatupatianga vitu vingine ama kazi zingine ama waume wengine ama wake wengine, akitujaribu kuona kama hili jambo ama hiki kitu amekupatia kama kitakuendeleza kuishi katika maisha yake ama kitakuondoa katika maisha yake. Mungu anaweza kukupatia milioni 100 tu, hivyo hivyo tu, uende shabiki na ujaze na ushinde mamilioni ya pesa, akitaka kujua wewe una uwezo gani. Akamuita Abrahamu Genesis 22, akamwambia nipatie mtoto wako, ule mtoto wako wa kipekee Isaac, yule mtoto ambaye unampenda, umpeleke kwenye Mount Moriah, mlima Moriah, umpeleke huko, umtoe kama sadaka ya kuteketeza. Kumbuka Abraham aling'ang'ana siku nyingi kutafuta mtoto, mpaka ikabidi amchukue kijakazi wake kupitia kwa mke wake, akalala na kijakazi, mtu ambaye alikuwa mwenye ahadi ya Mungu. Abraham alikuwa ahadi ya Mungu, lakini huyu Mungu ambaye Abraham alitembea na yeye si kila siku, huyu Mungu ambaye Mungu hakumwacha, alimuita Abraham rafiki yangu, alimnyima mtoto mpaka kufika miaka, umri wa kule kutambaa kule chini, umri wa chini kabisa. Mungu akimchungulia, akitaka kujua kama huyu ni rafiki yangu, kama huyu ataniwacha. Abraham siku moja, mkewe, si Abraham, mkewe akaangalia, akaona mzee ametaabika, mawazo yamekuwa mabaya, kwa sababu ni vigumu sana mama kama wewe ukaniambia siulale na kijakazi. Ni ngumu sana. Huyo ni mama ambaye alikuwa mama wa kipekee, maana aliangalia mateso ya Abrahamu, akaona Abrahamu amehangaika, mzee amejishika tama, hawezi kufanya jambo lolote, akiamuka amejishika tama, akilala analala akigaragara kwa kitanda, maana ndoto ama neno lililozungumzwa kwake na Mungu limekataa kutimia, mpaka ikafika kaona ni kama huyu Mungu alimwacha. Wengi wetu kuna mambo tunayapitia mpaka tumefikia kuona ni kama Mungu hatupendi,
Ni kama Mungu ametuacha, tumezombwa na mazingaombwe, mambo mazito yametufuata katika familia. Tumekosa ndoa, tumekosa biashara zetu zimeanguka, huduma zetu zimeanguka. Huyu Mungu aliyekuahidi kwenye madhabahu, huyu Mungu aliyenena neno la kinabii kukuhusu amekupotea. Hata ukijaribu kuongea na yeye hakusikilizi. Maombi umefungiwa, hayaendi. Kila kitu unachokifanya hakifaulu. You are just stagnated. Umekwama kwenye mazingira ambayo hauyaelewi hata kidogo. Ikafika mwisho, Abraham ambaye alikuwa anamwamini Mungu sana, Abraham ambaye alikuwa anaambia mke wake, mimi niko na Mungu mkubwa, Mungu ambaye ana uwezo. Miaka 80 ikaenda, miaka 90 ikaenda, hamna mtoto. Mpaka ikafika mke akamwambia Abrahamu, kwa sababu mimi naona sitapata mtoto, na labda mimi ndio tatizo. Angalia shetani anaposhawishi mtu, na labda mimi ndio tatizo, na kuomba mume wangu, my lord, mfalme wangu, la, nimekukubalisha, chukua kijakazi, labda tupate mtoto kupitia kwa kijakazi. Kumbe shetani anakuanga na mipango. Kijakazi kile kilihitaji tu kazi moja tu peke yake. Hakikuhitaji mipango ya siku nyingi. Siku moja, labda ni dakika 12 peke yake, dakika 5 zilikuwa zimetosha. Hapo hapo kijakazi kilikamata mimba. Naye mama Sarai yuko pale anajaribu kutafuta, wanajaribu kusonga siku usiku na mchana, wanajaribu kupambana na hali. Ananunuliwa mpaka mihogo, anajaribu kupambana na hali, ananunuliwa kila kitu ndio joto liingie kwenye mwili. Hakuna kitu kinafanyika. Ananunuliwa ngwashe na ndoma, mpaka wanamwepa, mpaka anamletea ujipawa. Hakuna. Lakini kijakazi hakikuhitaji ujipawa. Kijakazi kilikuwa tayari, maana mipango ya shetani wakati mwingine inakuanga ready ndio ikuaibishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kwa maana tunajisalimisha kwa Mungu. To dedicate yourself ni kusarenda kwa Mungu. Mawazo ya Mungu na yako yaende sawa sawa. Usije ukaona kitu mbadala. Maana Abraham, mama aliangalia akaona aibu imetuzidi. Aibu imemzidi baba. Na akaona vizuri, kwa sababu amepika ujipawa haifanyi, mihogo haifanyi, ndoma hazifanyi, hakuna kitu kinafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekoroga mayai na maziwa aone kama atatengeneza pancake zikuwe nzuri. Nani? Hakuna kitu. Mzee ameshindwa. Mchana usiku mzee ameshindwa. Lakini ilihitaji tu dakika 2 kwenye kijakazi. Why? Because we fail to dedicate our lives. We fail to understand the process of God. When you dedicate your life, wakati unapeleka kwenye misingi ya Mungu maisha yako, Mungu anayatawala. Kisha baadaye, wakati mrefu ule na aibu iliyotokea kutokana kijakazi kile, bado Mungu alikuja kwa Abrahamu na akapata mtoto Isaka. Yule mtoto alipokuwa tu mtoto mkubwa hivi, Mungu huyo bado akaja. The same God mwenye alimpatia, hana aibu. Amekuja amekondoa macho kondo kwa Abrahamu. Akamwambia Abrahamu, naye akamwambia naam baba. Haya basi, chukua mtoto wako. Chukua nini? Chukua mtoto wako. Sasa mimi ningesema nichukue ule wa kijakazi, lakini Mungu akasisitiza, mtoto wako ule unayempenda Isaka. Ndio asiwe na asiseme nilisahau, sikuelewa vizuri. Alimwambia yule mtoto unayempenda Isaka, umbebe umpeleke kwenye mlima Moria, kwenye mlima mmoja ambao nitakuambia, umtoe pale kama sadaka ya kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe sana. I want you to imagine your only son, na Mungu huyu amekuja na kejeli kubwa sana. Give me your son, the only son Isaac, whom you love. It is a very powerful statement. Give me your son, the only son, na akamtaja jina Isaac, the son that you love, huyu ambaye unampenda. Umpeleke kwenye mlima
umtoe kama sadaka ya kuteketezwa. Abraham, kwa maana alikuwa amehusishwa kutoka kuzaliwa kwake na mahusiano yake na Mungu, alijua huyu ni Mungu amenena, na sina la kuzungumza, sina la kumwambia, sina la kumani, maana yeye ndiye alinipatia huyu mtoto. Alichukua mtoto, akaondoka na mtoto, wakaenda mpaka kule mlimani. Alipofika mlimani, akakaa chini kuongoja, maana aliambiwa umpeleke kwenye mlima Moria. Utakapomfikisha mlima Moria, kuna mlima nitakuonyesha. Ukifika huko, kuna mlima nitakuonyesha, na mlima huo nitakuonyesha, hapo ndipo utatoa sadaka hii ya kuteketeza. Alipofika mlimani, alikaa siku 3 akingojea the next instruction. Maana Mungu alimpatia siku 3. Kwa nini? Alimpatia siku 3 za kufikiria. Alitaka kutest mind yake siku 3. Sasa wikarite kirima iguru thiko 3 weterere guthi guthinja mwana wako. I want you to imagine God prolonged, alirefusha ule muda wa Abraham. Kumbuka walipanda siku kadhaa kwenye mlima, kisha akafika huko, akamwambia weka mizigo chini, weka punda yako chini, weka kuni chini, tulia. Maana Mungu alikuwa anataka kuangalia mind ya mzee iko namna gani, itabadilika ama haitabadilika. Siku 3 zilikuwa za kumtest mind. Mzee amekaa pale na mtoto na vijakazi wengine 2 hapo, wanapiga tu gumzo venye wataenda kutoa sadaka. Kisha Mungu siku ya 3 akamfungua macho, maana Mungu ameona mzee amepita mtihani. Mwanzo kabisa, mtihani wa kwanza ni kukubali kutoka kwa nyumba yake na mtoto, na hakumwambia mke, na amefunga punda amefunga kuni, wametoka na wameenda. Haambii mtoto, ameambia mtoto tuende. Haambii mtoto wewe ndio unaenda kuchinja, anamwambia tunaenda kutoa sadaka. Kumbe Mungu alikuwa anamwambia huyu, alikuwa anataka kuangalia moyo wake utakuwa mgumu kiasi gani, na kwa sababu huyu mtu alilelewa kwenye familia ya waganga na wachawi, ana uwezo gani wa kusahimili pressure kama hiyo. Mungu Abrahamu akapita mtihani wa kwanza, kuondoka na mtoto akijua ameenda kuchinja. Kisha walipofika kwenye mlima, Mungu huyu akaondoka, akaenda safari ya siku 3. Hazungumuzi na Abrahamu na hamwambii ni wapi. Bado mzee ako na time ya kufikiria kutochinja mtoto. Ako na time ya kufikiria labda huyu si Mungu alinizungumzia. Ako na time ya kufikiria ni kama kuna kegonyo imegia kwa kichwa. Alikuwa na time. Mungu wakati mwingine anatupatia time. What you are going through, God maybe is taking time to watch over you. Anataka kuangalia kuona kama muda wako wa kubarikiwa umefika. Anataka kuona kama you are ready for the blessing that he is about to bring. Anataka kuona kama wewe bado utazidi kumpenda licha ya ugumu ambao unaupitia, licha ya mambo ambayo umepitia, licha ya kuwa mambo yamekwama katika maisha yako. Huyu Mungu bado atakuchungulia, atakupitishia kwenye mambo ambayo hayo mambo yatakupeleka, anatesti moyo wako jinsi unavyompenda. Maana Mungu wako na mipango mizuri, ndivyo anavyosema. Sio mipango ya kukumaliza, ila ni mipango ya baraka kwako. Ni mipango ya kukuimarisha, mipango ya kukujenga, mipango ya kufanya wewe ukaishi maisha mazuri. Maana kila mtu katika dunia hii tuna maisha mazuri. Kitabu cha Mwanzo ya kwanza 28 ambayo Mungu anasema na alipowaumba aliwabariki. Kwa hivyo mipango tunayo mizuri ya mbinguni. Mipango tunayo mizuri kutoka kwa Mungu. Ako na mipango mizuri. Lakini kumbuka, alikuwa na mpango mzuri katika Abraham. Akamwambia nitakupatia mtoto wa ahadi. Lakini baada ya kumpatia mtoto na shida nyingi sana, bado alimkujia yule mtoto. Akamwambia Abrahamu, nataka mtoto huyu umpeleke kwenye mlimani, umtoe kama sadaka ya kuteketeza. Ilikuwa ni jambo gumu.
It's a very painful story, very painful ordeal. The only son that you love, mtoto ambao unampenda, maana huyu ni mtoto wa ahadi. It is a son of fulfillment. Kitu ambacho biashara ulianzisha, na hiyo biashara Mungu alikuzungumzia na akakwambia nitakupatia biashara, nitakupeleka nchi ya mbali na nitakufanikisha. Na ukifika kule ndio anakufungulia biashara na inanawiri. Ghafla bin fu, ile biashara inakuja inafungwa. Yule Mungu anakutokelezea na kuambia bado niko pamoja na wewe. You are still my child. Still I bless you. Still I love you. Still I care for you. This God is watching over you. This God anakupitizia katika malengo mbalimbali, maana kuna mpango wako nao. Abraham siku ya 3 alipatiwa siku 3 za kubadilisha nia, siku 3 za kukaa huko akingoja Mungu anamchungulia tu, maana Mungu alizima simu na akaenda mbali kidogo. Alimchungulia aone kama atabadilisha nia. Lakini Abrahamu alikaa kidete akijua chombo, mtoto huyu si wangu, ni wa Mungu. Kama ameniamuru nichinje, ni mtoto wako. Kuna vitu vingine si vyako, ni za Mungu. Wacha kushikilia hicho umeshikilia. Wacha kushikilia utoto fedha umeshikilia. Mungu amekuamuru fanya kazi yake. Wacha kushikilia tu, hauna time, hauna mambo ya kufanya. Hautoki hapa wendi Mombasa, utaenda kuanzisha Mombasa namna gani? Utaenda kufanya namna gani? Hauna kaka, hauna ndugu, hauna dada Mombasa, na Mungu amekwambia uende Mombasa. Anakuangalia maana ako na mpango mzuri wa kubariki moyo wako. Abrahamu alikuwa na siku 3. 3 days to regret, 3 days to change the mind. Huyu Mungu anaweza kukuja kwako na akwambie nimekubariki, akupatie gari, akupatie shamba, lakini all of a sudden akwambie hiyo gari nipatie huyu mtu ambaye amekuja. Kumbe huyu Mungu ako na mipango mizuri. Abraham akampeleka mlimani mtoto wake, mtoto aliyempenda sana, mtoto aliyempenda na aliyekuwa wa kipekee, na hakuwa na mtoto mwingine ambaye alitarajia kupata. He didn't have any hope. Alipofika mlimani siku ya 3, akaambiwa ndio mlima ndio pale, mpeleke mtoto. Wale wajakazi ambao walikuwa na wao akamwambia tulieni hapa. Akawacha punda wake, akawacha wajakazi wale, akabeba kuni, wakaondoka pamoja na Isaka, akijua safari ya mwisho ya mtoto wangu ninayempenda ndio hii. Hii ndio safari yangu ya kuona mtoto huyu. Hii ndio safari yangu ya mwisho. Huyu mtoto sitamuona tena, maana naenda kumchinja. Sometimes you are in a challenged situation. Uko kwenye hali ngumu, umekosa kila kitu, dunia yako imefika mwisho. Kila kitu ambacho ulitarajia kiwe msaada kwako kimekwama. Ulitarajia marafiki wakuje wakusaidie, nobody is there. Ulitarajia familia isimame na wewe, nobody is there. Ulitarajia utapata fedha hata za mkopo, nobody is there to help you. Usife moyo, kuna Mungu aliye mbinguni. Usife moyo, kuna Mungu aliye mbinguni na ako na mipango mizuri, ako na njia nzuri. Alimwambia Timotheo, niko na mipango mizuri, sio mipango ya kukumaliza, mipango ya kukuimarisha, mipango ya kukufanya ukuwe mtu mzuri na mkubwa zaidi kuliko unavyojua. Lakini ya Mungu yote ni fiche. Ya mambo ya Mungu yamefichika kwenye sirini. Ni mambo hatuyaelewi, ni mambo hatuyaoni, ila tunatembea kwenye imani. Imani yako iinue, imani yako ijenge, imani yako ifanikishe katika malengo mbalimbali. He only needs your faith. He only needs you. Ukuwe na faith. Niamshie huyo mama, ni anahitaji faith. Just need faith. Just faith. That is all what you need. Abraham akachukua zile kuni, akabeba, akamwambia naye Isaka, beba hii. Wakatoka wakaenda. Walipofika mahali Abraham aliambiwa ni hapa. Abraham
akajenga madhabahu. Naye mtoto alipokuwa akijenga madhabahu, mtoto akamuuliza, ninaona kuni, ninaona kisu, mbuzi ya dhabihu iko wapi? Abrahamu akamwambia, usijali mwanangu, maana Mungu ndio ujitolea madhabahu yake. Yeye katika Abraham alikuwa anaambia mtoto, Mungu ndio anatokutayarisha mtoto. Alikuwa anamwambia mtoto, Mungu ndio utoa dhabihu, maana kwake alikuwa anajua mtoto na chinja. Alitaka kutayarisha mtoto, sio kwa sababu kuna kitu alikuwa anajua kitafanyika. Hakuwa anajua, lakini alitayarisha moyo wa mtoto ya kwamba Mungu ndio hutoa dhabihu. Ndio wakati wa kuchinja mtoto atamwambia, sio mimi, ila ni Mungu amesema. Kuna watu wengine tunafanya kwa sababu tumesukumwa, tunatoa dhabihu kwa sababu ya misukumo ya maisha. Tunaingia makanisani kwa sababu ya misukumo ya maisha. Tunaingia katika njia zetu, tunaabudu zaidi, tunaomba zaidi, hiyo ndio tunatafuta manabii zaidi kwa sababu ya misukumo ya maisha, lakini sio kwa sababu ya kumpenda Mungu. Watu wengi wameleta sadaka zao hapa, nimeziona. Wengine wametoa dhabihu zao, tumeziona. Wametoa sacrifices nyingi, wameziona. Sio kwa sababu wamempenda Mungu, ila wametoa kwa sababu ya msukumo wa maisha. Maisha yamefika mwisho, that is why you are here. Many of us here, we are sacrificing not because of the love we have for God. We are sacrificing because life has become unbearable. Urenda kiugo kimwe mutungatiri ndungata ya Ngai yaria, no ti uria wendete Ngai, no tondu niramenya ndungata ya Ngai ni mendaine na Ngai, nikio urenda kuhuthira ndungata ya Ngai ukinye kwa Ngai, tondu ni wathukirie kirikaniro giaku na Ngai. Ni wahenirie Ngai, ukimwira Ngai ndakuhoya he mbeca, na riria ukahe mbeca ningagucokeria igongona, ningacoka kuri igongona ina ningacokia ngatho. Nduri wacoka riria wanairwo mbeca, nduri wacoka riria wonire wira ndwanacoka ringi, riria wataithikire ndwanacoka ringi, ni kura worire. Riu ninge tondu nirahutirio ni gathitima, we kanitha-ini uhonokete ugathira, raruta wira nginya raruta na maru na maguru. Mwathani agocwo, ndungata ya Ngai kuma kwirigana, ndungata ya Ngai ni nyonete guoko kwa Ngai. Riria twahoire nawe haha, Ngai ni ahingurire mirango. Ngai ni andeithirie, ona nindathire nginya Ruraya. Mwathani agocwo, ndiona tari miaka 3 mithiru. Mwathani agocwo, Ngai akindeithie na akindathima. Ndathiku o toria Ngai aritie ni akahingura wira, ni ahingurire wira wa magegania muno. Mwathani agocwo, ndungata ya Ngai reke ngwire, Ngai ni ahingaga ciama, Ngai ni ekaga maundu manene kugerera kiugo kiria waririe ndungata ya Ngai, tondu ni ndetikirie Ngai ni akwendete na Ngai ni akuhuthagira. Ni ndetikirie we ndungata ya Ngai. Ndathire kure ndahingo, ndacemanirie na mundu Musamaria mwema na ngihingura nduteri neke ndu wega, tondu ni agikinyire kuria na akimenya githugu, neke ndu wega. Mwathani agocwo, no tuikara mweri-ini wa 8 ndani na mweri wa 8 gwokire kiundu, niguo corona yokire, ngihinga na tukihara na tugithina. Nie ndungata ya Ngai uranyona, nyona tigiti wa guka guku ni gucangirwo ndiracangirwo. Ndaimagine ndathukumaga ciringi 500 o muthenya ati ndiraheo irio. Nie ndungata ya Ngai ĩrio kiugo tu ninjui Ngai ni akũiguaga. Ririkana uria wamuhenirie miaka 3 urathukumaga 500. Apostle uria wakuhoeire agikuhingurira murango na soda ndwamugurire. Riu ningi ni woka ndungata ya Ngai yarie ningi na Ngai, ta we njiraga Ngai hinga biũ, funga kabisa, tondu mikora thiini wa Ngai tutikumienda. Wahenia Ngai ati ndathima Ngai, na wandathima ningacoka kigongona ni gucokia ngatho. Riria warathimirwo kinja kuingiria 500, mapasta ma Kenya ni matwikire mikora, ona waruingia mbere wega, no riu ni atwikire mukora, tondu 500 ni iraikira. No reke kawira kahingwo. Ndungata ya Ngai tukwĩroragira kuria Ruraya, ni wakite ngoro cia andu muno. Andu kuria makwendete, ona ukwenda ubange urithie na kuu Ruraya, andu ni makwendete. Uiroragirwo manu ndui, uiroragirwo na hingo ni gukoka ningi twarie kiugo kingi thi mukwamure.
icitagwo njangiri cia kĩgongona mĩitũ, acio nĩ oragani. Ririkana Ngai waku kwĩna thĩna, ririkana Ngai waku rĩrĩa ũrarĩa, ririkana Ngai waku ũrĩ toro, ririkana Ngai waku ũkiumagara, ririkana Ngai waku ũgĩcoka. Tondũ arerire Abrahamu nĩngũtwarana nawe, arerire Isaka nĩngũtwarana nawe, arerire Musa nĩngũtwarana nawe, nitapelekana na wewe. Kwa hivyo hakuna siku katika kuanguka kwako na kusimama kwako, huyu Mungu yuko pamoja, anakuchungulia tu. Labda alikujaribu na hizo ndogo. Abrahamu kwenye mlima ndio huyo, akatengeneza madhabahu kama haya, akalaza mtoto wake pale. Alipomnunua kisu kuchinja yule mtoto, Bwana akamwambia Abraham, akamwambia na baba, usimkate huyo mtoto. Angalia hapo nyuma yako kuna kondoo, ukamtoe sadaka. Kumbe kuna kitu kilihitajika. Imani yako Mungu aliitaka. Aangalie kama wewe unaweza kuwa hifadhi ya baraka zake. Mambo tunayoyapitia, he's just looking whether you can accommodate. Unaweza kubeba mimba ya baraka zake, ama uko na mimba ya kubeba baraka zake, ama uko na uwezo wa kubeba baraka zake. That is why umepitia katika mapitio hayo. That is why umepitia kwenye kudharauliwa, kukejeliwa, kutengwa na kuonewa. Alitaka kuona kama unaweza kuwa na ustahimilifu, una uwezo wa kusimama, una uwezo wa kulisimamisha neno lake, una uwezo wa kusema Mungu bado yuko licha ya yote ambayo yanayopitia. Huu ni mkono wa Bwana. Abrahamu alipata kondoo na akamchinja, kisha malaika wa Mungu akamtokelezea, akamuita Abrahamu, akaitika na baba. Akamwambia, kwa sababu haukuzuia mtoto wako kumtoa kama sadaka, na mimi naapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nafanya nini? Naapa. Kwa hivyo kuna kitu utakachokipitia ambacho ni majuto makubwa, ni stress nyingi sana, lakini utakapofaulu ule mtihani, Mungu ataapa na wewe. Hakuna kitu cha maana kama Mungu anapoapa na wewe. Hakuna kitu cha maana kama venye Mungu akisema, mimi ninaapa ya kwamba sitakuacha, ya kwamba sitakutenga, licha mambo yote, hata kufanyike nini, nitakuongeza, nitakufurahisha, nitakufanikisha, na nitafanya malengo yote ukaweze kufaulu, na hautalala tena kanisani. Bana, huyu Mungu ametenda. Bana asifiwe sana. Akamwambia, utaongezeka kama mchanga wa baharini. Kwa sababu ya imani haukunikataza mtoto wako. Ingekuwa ni mtu mwingine, angemwambia Mungu, ni huyu tu, usiache nirudi kwa kitanda nitafute kengine nikalete. Hakurudisha. Alipoambiwa lete mtoto, hakutaka kuongea mambo mengine, alimshika na akampeleka. Alipofika pale kulaza yule mtoto kwenye madhabahu yale, that alone was a dedication. Alimtoa kwenye mikono yake akampatia na kwa Mungu. That was a dedication. Kulaza Isaka kwenye madhabahu, hiyo ni dedication. Umempatiana. Wakati wote tunapokuja kuweka dhabihu zetu, tuna dedicate, tunajipatiana kwa Mungu. Tunapatiana mali zetu kwa Mungu, tunapatiana fedha zetu kwa Mungu, tunapatiana watoto wetu kwa Mungu, tunapatiana biashara zetu kwa Mungu, tunapatiana huduma zetu kwa Mungu, ili Mungu awe mtawala. Kwake alifikiria tu ni sadaka aliitishwa ya mtoto, lakini Mungu alitaka amwekelee kwenye madhabahu, ampatiane. Na alipompatiana, Mungu alimwambia, sasa umemaliza kazi yako, mbuzi ya kuchinja ndio ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu Mungu amekupatia, kuna jambo Mungu amekuzungumzia nalo, analitaka uliekelee. Hana haja. Mungu hakuwa na haja na mtoto.
Mungu hakuwa na haja na mali zako. Mungu hakuwa na haja na chochote, lakini alitaka udedicate. Wakati Sulemani alimchinja ng'ombe 1000, alitaka Sulemani afanye dedication ya ufalme wake kwa Mungu. Maana alikuwa na uwezo wa kutochinja, alikuwa na uwezo wa kutafanya, maana already alikuwa shafanyika mfalme, already alikuwa shamfanyika kazi kijakazi wa Mungu. Kwa hivyo hakuwa anapigania kuwa kiongozi, already he was a king, and being a king you are rich man. Wewe ni mtu tajiri, kwa mfalme wewe una utajiri mkubwa, lakini alichukua sehemu ya utajiri ule akauregeshea Mungu, kwa ajili Mungu amekubali kumfanikisha. Aliregesha ufalme wote. Katika maombi yake akamwambia Mungu, asante Baba kwa sababu ya kumfanikisha babangu. Asante Baba kwa sababu ya kutimiza chochote ambacho ulikiahidi babangu. Asante Baba kwa sababu chochote ambacho ulimwahidi babangu umekifanikisha. Na mimi mtoto wako, mtoto wake, ambaye nitakufuata njia zake na nikae kwa malengo yake, ninakuomba tu Baba unipe hekima, niongoze watu wako. He dedicated his kingdom back to God. And from there, what is the promise? Mungu akamwambia, kwa sababu haukuitisha mali, haukuitisha vitu za dunia, umeitisha hekima tu, na mimi nimekupatia hekima na vitu zote. When you dedicate yourself back to God, when you dedicate your ministry to God, when you dedicate your family to God, you surrender them to God. And in return, because of trusting God, God will trust them back to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya kumwamini Mungu, kumwaminia Mungu watoto wako, kumwaminia Mungu kazi yako, kumwaminia Mungu huduma yako, umeiregesha kwake. Umemwambia, mimi sina uwezo wa kuifanya, sina uwezo wa kuiongoza, sina uwezo wa kufanya jambo lolote, maana mimi ni mchanga tu. Naye Mungu akaona kweli, huyu amenitambua, huyu amenijua, huyu amenipenda, huyu amenifurahisha. Maana Mungu anataka mtu atakayemsifia. Daudi alipendeka kwenye macho ya Mungu, maana alimsifia Mungu. Katika kusifia Mungu ni kuinua moyo wa Mungu, na anakupenda zaidi kuliko zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Solomon dedicated back the kingdom which had come from his father, but from God. He returned it to God. Return that which you have today. Rudisha chochote ambacho kiko kwenye mikono yako, kirudishe kwa Mungu, uone venye Mungu atakufaulisha. Chochote ulicho, kama ni watoto warudishe kwa Mungu, kama ni mume mrudishe kwa Mungu, kama ni mke mrudishe kwa Mungu, kama ni fedha zirudishe kwa Mungu, and you'll see the greatness of God. Utaona makubwa. Akamwambia Abrahamu, kwa sababu haukunizuia mtoto wako, utaongezeka, utakuwa mwingi kama nyota wa angani na kama mchanga wa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. He was given that which he had not asked for. Hakuwa ameomba kuongezeka, hakuwa ameomba kuwa baba wa mataifa, hakuwa ameomba chochote, utajiri wowote hakuwa ameomba, lakini lile jambo la kumregesha mwanae katika madhabahu ya Mungu, naye Mungu akamwongezea. Naye Hana alipomrudisha Samuel kwenye madhabahu, kila mwaka alimuinulia dhabihu, naye Hana alibarikiwa na aliinuliwa. Hana alifanyika mtu ambaye alikuwa tajika katika maisha. The secret of your success, it is returning yourself to God. The secret of winning battles, it is returning yourself to God. The secret of your children kufanikiwa, waregeshe mikononi mwa Mungu. The secret of that business ulianzisha, iregeshe mikononi mwa Mungu. Usiiendeshe kwa mafanikio ya fikira zako, iendeshe kwa mafanikio ya fikira za kibinguni. Maana mbinguni ndio ilifungua mkataba ule, mbinguni ndio iliandika mkataba ule, mbingu ndio ilifanya hiyo kazi, mbingu ndio ilikufanikisha, mbingu ndio ilikufungulia milango, mbingu ndio ilikupatia biashara, mbingu ndio ilikupatia mke, mbingu ndio ilikupatia mume, mbingu ndio ilikupatia kazi. Hiyo kazi yako iregeshe kwa Mungu, hiyo ndoa yako iregeshe kwa Mungu, hiyo kanisa yako iregeshe kwa Mungu. Jiregeshe kwa Mungu, naye Mungu atakuinua zaidi. Maana huyu Mungu ana uwezo, ana upendo mkubwa. Anataka kuona hichi nilikupatia,
kitakuondoa kwangu namna gani? Because God wants to bless you. And when God wants to bless you, he will test you. In the book of Genesis 22 verse 1 inasema, after these things God tested Abraham. It is a test. Kurudi kwenye madhabahu ni kujaribiwa, mlijaribiwa. Nyinyi kukuja hapa ni kujaribiwa. Mungekuwa saizi mko kule mkikunywa karovo. Lakini Mungu alimjaribu. Nendeni kwa hikyo kimutu, mkae huko tukiwaongelesha maneno, murare kama nevertheless, murare kabisa. Lakini Mungu ameona mulitaka kukuja, lakini uzee ndio huo mwingi. Atafungua, atabariki watoto wenu, atabariki wajukuu, atabariki vitukuu, atabariki wote, kwa sababu ya hivyo mulifanya kurudi kwenye madhabahu. Alitawabariki. This God will bless you. Hakuna kufanikiwa, tutafanikiwa kama tutaendelea na maringo ya kile kitu Mungu alikupatia, lakini haukukirudisha kwake. He's just watching over you. God is a great God. Ni Mungu mwenye sifa, ndio mwenye kila kitu. Kwa hivyo anapo akupatia, usiwe kama lile jibu ambalo kikiuma kimfupa kinafikiria ambaka kinataka kukula wewe ambao ulimpatia. Kuna watu wamepatiwa tu kabaraka kadogo sana, kametoshana hivi, na ukiwakuta kwenye barabarani wanasema mpaka huyo Mungu hamuelewi vizuri. Akiomba hiyo baraka alikuwa anamuelewa Mungu, na alikuwa amejua mpaka Mungu ni wakala gani, na anajua mpaka kule biguni kuna nyumba gapi kule juu. Lakini alipoachiliwa baraka, akanunua Mercedes, akapata kinyumba kule Ruda, akapata kazi nzuri, akakuwa na bidii ya kufanya kazi. Muda wa kumwabudu Mungu ukaisha. Unapoporomoka Mungu, unaporudi kwa Mungu, anakuondokea. He will never be with you. That is why we dedicate ourselves back to God. That is why mtu anaitwa Joshua alikaa kwenye hema wakati wote, dedicating himself to God. Na wakati wake ulipofika, alipatiwa nguvu na mamlaka ya kupambana na mataifa zaidi ya mataifa 8, na akayashinda bila mafundisho ya kijeshi. Mungu alimuongoza kwa kila kitu alikifanya. Mungu alimuongoza, maana he surrendered back. Wacheni ujeuri na kiburi ati mumezungumziwa vibaya. Wacheni ujeuri eti kwa sababu umeinuliwa kidogo tu umefika mahali. Wacha jeuri, rudi kwa Mungu. Wewe ni jivu, wewe ni teri. Dhege bibi etuwa tohoyaga teniende dhege bibi ugetaka iwetaka ginya bibi siabori dhege tubu. Lakini ukiendesha Mercedes baada ya maombi ya dhege, saa hiyo hata pastor unamtext tu, I'm a bit busy but I'll look for you next month. No rĩrĩa wari dhege wathambagia nginya kĩoro gĩa kanitha, anwe wahũragĩra pastor kauko gũtarĩ kũrahingũrwo. Dedicate yourself back to God. Whatever that God has given you, return it to him. He's a rewarder. He will reward you. He will change your life. He will lift you up. The situation ambayo uko saa hizi, si yeye anaijua. He knows you. Before you open your mouth to pray, he knows what you want. He's just looking for your faithfulness. Ni aje, unampenda aje kiasi gani? Usije kanisani kwa ajili kuna kitu umekuja kutafuta. Don't come to sacrifice because of the problem you are facing. Don't come to give tithes, offering because of what you are looking for. Come to the church because you want to worship God. Njoo umwabudu Mungu, sio kumwabudu kwa sababu ya matatizo. Surrender to God. Be a servant to the Most High. Serve God because He is God, not because of the problem you are facing, not because you are sick, not because kazi imekosekana, not because wewe umejeruhiwa, wewe ni mgonjwa, not because familia imeporomoka, not because wewe ni mtu wa kuimba, not because wewe ni mtu wa intercessory, not because wewe ni pastor, not because wewe ni bishop. Amudu Mungu, maana ni Mungu, na ni Mungu ambaye aitwe Mungu.
Don't worship God because of material things. Worship God with your heart. Worship God because you love him. Worship God because he's your father. Worship God because he's your mentor. He cares for you. He loves you. Don't come here because you are gaining something from here. Just worship God. Whether he gives you or he doesn't give you, just worship him. Tusimame kwa miguu yetu. Natumai siku hii ya leo tulikuwa tumesema ni siku ya dedication. Una kitu ambacho ungetaka tu dedicate, iwe ni biashara yako, iwe ni shamba lako, familia yako, uimbaji wako, huduma yako, chochote ambacho ningeomba ukilete hapa mbele na sadaka yake. Then we shall dedicate this sanctuary. Tutaiombea, then we shall dedicate it before God. We will be doing this every month to rededicate the sanctuary, to dedicate the altar here back to God. This is not our altar, this is a God's altar. Haya ni madhabahu ya Mungu. Kama ingekuwa yetu tungeikwamilia tu tuseme hapa ni kwetu. Tumekuja kuinua mikono yetu hapa kuambia Mungu, ninakuregeshea ili kanisa. Mimi Mungu ninamuregeshea kanisa lake. I am turning back. Namwambia Mungu, nyumba hii ni yako, watu hawa wote ni wako, kila kitu kilicho hapa ni chako. Sina kitu changu hapa. Mimi pia, mimi ni wa Mungu. I have come to dedicate myself, to dedicate my children, to dedicate this altar, to dedicate this sanctuary back to God. And tell God, take control. Tell God, be in charge of this place. Manifest yourself in this. Bwana asifiwe sana. If you have anything that we need to dedicate, kama ni picha za watoto, kama uko na mchanga, chochote ambacho uko nacho kilete hapa. Licenses za kazi, certificates za mafundisho za masomo, lete hapa. Tukidedicate madhabahu haya, tudedicate pamoja na vitu zako. Just kuja haraka haraka wakati umeenda sana. Weka tu hapa anything that you have. This living sacrifice. Unaweka hapo na sadaka yako, unaiweka pia hapo next to what you are dedicating. Accept this living sacrifice. Alvin, Alvin, I am more than a song. Today Alvin, I brought myself. I am your sacrifice. I am more than a song. leteni pia na sadaka wote ambao kujeni, leteni sadaka zenu zote, bado ni part of dedication. I am your worship. I am more than a song. Unapofanya hivyo unaregesha vyote ulivyo navyo kwa Mungu. Unaregesha watoto wako kwa Mungu. Unaregesha kila kitu kwa Mungu. Biashara yako unairegesha, kazi yako unairegesha, wazazi wako unawaregesha, nyumba yako unairegesha. You are returning back to God. Niitiwe watoto walio nje. Oh yes. Geraiha. Atumia ona kengotore, onakone ikomi muri na rigerera tuhaha. Onakone ikomi igerera haha.
utanisomea 1 Kings, the same chapter, from verse 29. Verse 29. Chapter 8 verse 29. Tutaenda mstari baada ya mstari. Simameni tu tafadhali kama una uwezo wa kusimama. Lakini kama una uwezo unaweza tu kukaa. Na kuna watoto wengine humu ndani wachanga pia waletwe na wazazi wao. I want to take these children and dedicate all the children of this country back to the altar of God. Maana kuna wimbi, kuna kitu ambacho kimerushwa, moto umerushwa na watu ambao wanatoa sadaka, na wanatoa sadaka za watoto. Tuendelee. Macho yako yafumbuke. Tuliza kidogo baba. Macho yako yafumbuke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana. Bwana anasema, Solomon anasema macho yako baba ifunguke na uelekeze macho yako kwenye nyumba hii usiku na mchana. Katika maisha yako ni maombi yangu Mungu aelekeze macho yake kwako, kwa nyumba yako, kwa kazi yako, kwa ndoa yako, kwa watoto wako usiku na mchana. Amen. Macho ya Mungu yasiondoke katika familia yako. Macho ya Mungu yasiondoke katika biashara yako. Amen. Macho ya Mungu yasiondoke katika watoto wako. Amen. Macho ya Mungu yasiondoke katika huduma yako. Amen. Macho ya Mungu yasiondoke kwenye njia zako zote. Mungu akutawale, Mungu akuongoze, Mungu akuinue, Mungu akubariki, Mungu akubadilishe, Mungu akuinue katika malengo yake. Amen. Tuendelee. Mahali hapa ulipopataja mahali hapo ulipopataja ukasema hapa ndipo litakapokuwapo jina langu. Eti hapa ndipo patakuwa jina langu. Mahali hapa ulipataja. Huyu Mungu alisema hekalu hii, nyumba hii, jina lake litaandikwa. Akataja kwa jina lako, akasema mwili huu, mtu huyu, jina lake la Mungu litaandikwa kwenye nyoyo zenu. Katika ndoa yako, jina lake Mungu litaandikwa kwenye ndoa zako. Kwenye huduma yako, jina lake Mungu litaandikwa kwenye huduma yako. Amen. Biasharani, Mungu, jina la Mungu litaandikwa. Alipataja. Yeye ndiye alisema niko mahali hapa. Yeye ndiye alisema niko mahali hapa. Nimekuja kukubariki. Amen. Tuendelee. Ili uyasikie maombi ya mtumwa wako, yes, aombapo akikabili mahali hapa. Kwa hivyo wewe na mimi na mahali hapa tumefanywa kibali cha maombi ya Mungu. Amen. Kwa jambo lolote tutamwambia Mungu litaitikika. Amen. Maana tumemuinulia madhabahu. Maana tumeinua hekalu yake. Amen. Maana tumerudisha hekalu mikononi mwake. Amen. Maana tumeregesha huduma mikononi mwake. Amen. Maana tumerudisha watoto mikononi mwake. Amen. Maana tumerudisha ndoa zetu mikononi mwake. Maana tumerudisha biashara zetu mikononi mwake. Uimbaji wetu tumerudisha mikononi mwake. Amen. Maombi yetu yote tumerudisha mikononi mwake. Amen. Uisikie dua ya mtumwa wako. Ukaisikie dua ya mtume wako. Na ya watu wako wa Israeli watakapoomba. Na watu wako hawa ambao wamekuja hapa. Wakikabili mahali hapa. Watakapokabili mahali hapa. Naam, sikia uko mbinguni makao yako. Ukiwa mbinguni kwenye makao yako. Nawe usikiapo samehe. Wewe wanapokosea wasamehe. Huyu Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia, katika hii hali ambao tumekaa, tumekuinulia mikono yetu juu Baba. Kumbuka maisha yetu, kumbuka familia zetu. Tumekukosea, tumetenda maovu, tumekejeli jina lako, tumefanya mambo ambayo ni chukizo. We have not done anything good. Father, Baba, nainua mikono yangu juu. Wakumbuke watoto wako katika madhabahu haya
ambayo umeyatakaza, umeyafaulisha kupitia kwa zaka ambazo zimetolewa hapa. Baba, kumbuka kila mmoja aliye hapa, licha ya unyonge wake. Mkumbuke, mubariki. Anayetutazama, kumbuka yeye katika kazi zake, katika mipango yake. Remember them Baba, na ikabidhi nchi yetu ya Kenya. Angalia rais na mdogo wake wameinukiana, na makabila yanaanza kuinukiana, lakini kama vile ulivyoniteua nikakuwa kuhani kwenye nyumba yako, na ukaniambia niko na uwezo wa kusimamisha, maana nimesimama kwenye madhabahu yako. Kama vile Jehoshafat alivyosimama kwenye madhabahu, watu wakatoa dhabihu male kwenye madhabahu, na Jehoshafat akakuita na akakwambia mshindi ni wewe. Baba, naomba uregesho kati ya rais na makamu wake. Nchi hii isitokomee kwenye majanga ya kikabila. Mipango yote miovu ambayo imepangwa na watu wa One World Order, waganga na wachawi na Illuminati na Freemason na baba wa Pope wa Catholic, kuimaliza dunia na kuigawanya dunia kwenye misingi ya kidini. Baba, nasimama kama kuhani, vyote ambavyo vimepangwa vya kishetani ninavisimamisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ikiwa mtu amemkosa mwenzake na kupewa sharti ya kiapo apishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi usikie uko mbinguni. Hapa kuna wamama, kuna wababa walihusishwa kwenye viapo vya maumau, wengine wamehusishwa kwenye viapo ya matapeli mahubiri, wengine wamehusishwa kwenye viapo vya wezi. Baba, hawa watu wamefungwa kwenye utapeli wa viapo. Ninaomba siku hii ya leo, mimi kama mtumishi wako, uliniita kwa ajili ya nyumba yako na kwa ajili ya watoto wako, niwe mtu wa kusimama mbele yako. Ninapoinua mikono yangu unanisikia. Jehova, hawa watu ambao walikuwa wamefungwa kwenye utapeli mbalimbali, ninawafungua katika jina la Yesu Kristo. 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 Huduma zao ninazifungulia, biashara zao nazifungulia, milango yao iliyofungwa naifungua, mitego waliowekwa ndani yake ninaikatakata, ninaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Basi usikie uko mbinguni, ukatende, ukawahukumu watumwa wako. Next verse. 33. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kurikiri jina lako, wakikuomba na kukusii katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawaachilia watu wako Israeli dhambi yao, ukawarejelee tena katika nchi uliowapa baba zao. Baba, watu wako wamekukosea, wamepigwa vita na maadui, wamepigwa vita na wachawi na waganga, wameinukiwa na madhabahu ya kishetani, wamesambaratishwa, ndio kwa maana wameishi kwenye umaskini, wamepigwa, ndio kwa maana wameishi kwenye mateso, wametoa mimba, wamemwaga damu. Hawa watoto wako wamekukosea, lakini wameinua mikono yao juu kama unavyowatazama ambapo wameinua mikono yao. Na Baba, kwa ajili wamekuja kwenye madhabahu hii, wameungama dhambi zao, wameungama, wamesema hawatakosea tena. Baba, ukasikie kilio chao, ukawafungue tena, ukawabariki tena, ukawatetee tena, ukawapiganie kwenye maadui, ukawapiganie kwenye mawasibu wao, wale ambao wamepanga maovu yao yote nimeyapangua. In Jesus name we pray. Amen. Somebody say amen. Lift up your hand again. Father, nyosha mikono yako, inueni mikono yenu juu. Inua mikono yenu juu, mnyoshe hivi mkiangaliza. Na nyinyi nyosheni mikono yenu hapa. Baba mwenye kuumba mbingu na mwenye kuumba dunia, madhabahu haya ni yako. Wewe ndio uliotuita tukuje mahali hapa.
Wewe ndio una uwezo wa kila kitu kwenye nyumba hii. Tunaregesha madhabahu hii kwako. We rededicate it back to you because it is your sanctuary. Hii ni nyumba yako, nyumba ya utukufu wako, na nyumba hii uliita nyumba ambayo ni ya chakula chako. Watu wote watakapokuja kwenye nyumba hii wakuja wakitafuta uponyaji na wakapate uponyaji, wakikuja wakitafuta kubarikiwa na wabarikiwe, wakikuja kutafuta kuinuliwa na wakainuliwe, wakikuja kutafuta kukombolewa na wakombolewe, wakikuja kutafuta uregesho na wapate uregesho. Ukawabariki wanapoenda na ukawabariki wanaporudi. Ukainue mifuko yao, ukainue nyumba zao, maghala zao zikaongezeke, mifuko yao ikapanuke, mali yao ikakue nyingi, mifuko yao ikaongezeke, maadui wao wakasambaratike. Baba, wabarikiwe katika nchi na outside the country. Maadui ama adui yoyote yule ambaye ameinukia makanisa sasa wakitaka kufunga makanisa, maadui hao na watumia kuchanganyikiwa, wasambaratike mara 7, wasambaratike mara 7, wasambaratike mara 7. Unapoliinua kanisa lako, hata maadui waliojificha kanisani nao wakasambaratike, nao wakaangamie katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Nawasilisha watoto hawa wako mikononi mwako Baba. Ninawaregesha kwako kama vile Hana alivyompeleka mtoto wake Samueli baki kwenye madhabahu. Hivyo hivyo hawa wajakazi hawa watu ambao umewatuma nyumba hii, akina mama, akina baba, wavulana na wasichana wote, ninawaleta kwenye nyumba hii. Nina surrender. I give them back to you, that you become a shepherd to them, that you may grace them, that you may continue to be a blessing. Watoto hawa ambao wamechukuliwa kwenye misingi ya kiiliminati, ambao wamechukuliwa katika malengo ya shetani, wengine wamefanyika magee, wengine wamefanyika malesbian, wengine wamefanyika maajenti wa Illuminati, maana wamekuwa wakisafirishwa. Wengine wametolewa kafara kama wale wa Idarasha ambao walitolewa kafara eti ndio mswada wa bunge ukaweze kupita venye wanataka kupita, wakatoa watoto wachanga wakatumike kama kafara. Nina cancel hiyo dhabihu walioitoa, nina cancel na mipango yao yote ikasambaratike. Watoto hawa ni watoto wa Mungu. Watoto hawa ni watoto wa Mungu. Watoto hawa Baba ni wako. Ukawabariki. Ninawatenganisha na laana zozote, laana za kifamilia, laana za kimsingi. Ninawafungua kutoka kwa minyororo ya watu wote wale ambao wanataka kuwatumia, wafanyike wachungaji, wafanyike viongozi, wafanyike watu watajiri, wakaweze kupenda katika dunia yote, wakafanye kazi yako kwa mapenzi yako. I dedicate the praise and worship team back to you, Father. Deal with it the way you want to deal with it. I know this is your team. Wewe unawajua kwa majina yao. Wainue ukawabadilishe, wakakue watu vyombo takatifu ambavyo vitakuinua. Nina dedicate back the media team, Bethel Clouds Television. Ninakuregeshea Baba, iwe ni yako, ukaiongoze, ukaifanikishe. Intercessory, wale watu ambao ni waombezi Baba, pia ninawaregesha kwako, ninawaregesha kwako, ukaweze kuwaongoza. Wewe tu ndio una hekima. Wahubiri na viongozi wa kanisa wote ninawaregesha mikononi mwako. Wewe tu ndio unawajua, mimi siwajui, wewe ndio unawajua. Hata kukuja kwao hapa, wewe ndio uliwalete. Wazee hawa na wamama hawa, wazee wakongwe, wewe tu ndio unawajua, na kusudi yao kukuja hapa, wewe ndio unajua. Baba, ninakuabudu tu na ninasema ni asante. Utukufu ni wako na ufalme ni wako. I dedicate myself back to you. Uliniita wakati nilikuwa sijielewi, umenifundisha, umenilea. Nikikataliwa tu bado umenilea. Watu wamenichukia lakini umenipenda. Watu wamepigana na mimi lakini ulinipenda.
Watu waliniendea kwa waganga, walinizika, wengine walitaka kuniua, wengine hata wako hapa wakiwa tu na mpango wa kunimaliza. Lakini Baba, ninajua ni wewe tu, ndio kwa maana nimekuja kwako, nimejipeana mikononi mwako, ukaniongoze tena, ukanishike mkono, ukanielekeze kwenye maelekezi yako. Wakumbuke hawa watoto wako, na watoto nyumbani wako, na familia nyumbani, wakumbuke kwa njia za kipekee. Kumbuka watoto wao, wengine watoto wao wanavuta bangi, wengine wako kwenye madawa za kulevya, wengine wameacha shule, wengine masomo imewakataa. Lakini kutoka leo, I dedicate back their children to the altar. Ninawaregesha vijana wote wa taifa la Kenya, wale wamepelekewa kukunywa pombe, wale wamepelekewa kwa madawa za kulevya, wale wamepelekewa kwenye mambo ambayo ni ya Al-Shabaab, eti wakuje wafanye bomu katika nchi ya taifa la Kenya. Kenya hakutapigwa na bomu yoyote. Watoto wetu ninawakomboa, ninawang'oa kutoka kwa mikono ya shetani, ninawang'oa kutoka kwa ulevi, ninawang'oa kutoka kwa mihadarati, ninawang'oa kutoka kwa magee, ninawang'oa kutoka kwa lesbian, ninawang'oa kutoka kwa maombezi ya kishetani, ninawang'oa kutoka kwa walimu ambao ni waabudu wa shetani. I take them back to you. Father, we thank you. Mchanga huu ambao umetolewa unasimamia taifa la Kenya. Wanataka kutuletea GMO, genetically modified foods, ambazo zimetokana na genetically modified seeds. Wanataka kutubadilisha, wanataka tukue watu ambao si watu wa dunia hii. Wanataka kutumaliza. Baba, kama unavyoishi, na kwa sababu madhabahu haya yametakazika, na hapa nikisimama, watoto wako hawa ambao wameinua mikono wanakuomba tu, GMO ikatalike Kenya, GMO ifungwe Kenya, GMO iregeshewe walioianzisha. Lakini Kenya ni taifa takatifu. Taifa limekuinulia madhabahu, 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 taifa limekuinulia madhabahu ya ushindi. Kenya is a holy nation from today. Kenya is a holy nation from today. Mwenye atainua madhabahu ya kishetani Kenya, na amezwe na dunia. Mwenye atajaribu kuvuruga amani ya Kenya, na amezwe na dunia. Mwenye atajaribu kulete ushoga Kenya, na dunia imukatae. Because we have the authority. Because God has given us the authority to cancel anything that has been written against Kenya. Kucancel mipango yoyote ya shetani katika nchi ya taifa. Baba, ninakuomba tu, tuongoze. Lete amani katika taifa la Kenya. Wacha wa Kenya waishi kwa upendo na umoja. Wacha nayo revival ianze, na moto wa revival uanze. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Utukufu wote Baba tunakupa, 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 utukufu wote Baba
wetu Yahweh twainua. Nisomee 37 quickly. Yes, Lord. Tusimame tu, msichoke. We are dedicating. This is a very special ceremony, special function for your life. This is what is gonna change you forever. Ni kitu ambacho niliomba sana, na wakati niliomba nikaambia Mungu nitafanya hivyo. Juzi na juzi wengine nimekuwa mgonjwa, ugonjwa siuelewi, mpaka nilishindwa kutembea, nilishindwa hata kusimama, hata siku naona kama nitafanya ibada hii. Lakini Mungu usiku aliniambia niko na wewe. 37. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewausuru katika nchi ya miji yao, au ikiwapo msiba wowote au uele wowote, maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awaye yote au na watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni makao yako, ukasamee, ukatende, ukampe kila mtu kwa kadri ya njia zake, wewe ujuaye moyo wake, maana wewe peke yako ndiwe uijuaye mioyo ya wanadamu wote. 40. Ili wakuche wewe siku zote watakazoishi katika nchi uliowapa baba zetu, hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, maana watasikia habari za jina lako kuu na za mkono wako uliohodari na za mkono wako ulionyooshwa, atakapokuja na kuomba kuelekea nyumba hii. Asante. Mungu ananiambia chochote ambacho mtakiwasilisha kwenye nyumba hii, iwe ni magonjwa, iwe ni umaskini, iwe ni matatizo, iwe ni viwele, chochote kile ambacho kimekuwa kinakusumbua, uinue mikono yako ukiasilisha kupitia hapa, Mungu atakiondoa. Amen. Eti wageni watatoka kutoka nchi za ng'ambo kwa ajili ya kusikia utukufu wa jina lake katika nyumba hii. Amen. Watu watasafiri kutoka Australia, watasafiri kutoka Amerika, watasafiri kutoka Europe, watasafiri kutoka Asia, watasafiri kutoka Afrika. Amen. Na jina la Mungu litainuliwa. Maana anasema ameandika jina lake katika nyuso zenu, ameandika jina lake kwenye jengo hili, ameandika jina lake kwenye utukufu wa kila kitu. Inua mikono yako na ufungue kinywa chako, mwambie Mungu, asante kwa kutusikia, asante kwa kunisikia. Fungua tu kinywa chako, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Baba, hizi zaka na watu wametoa barua zao, inaweza kuwa ni mashamba, naona kuna picha, naona kuna pasipoti, naona kuna pesa, naona kuna mihindi. Baba, nakuuliza tu, wametoa wakiwa na nia fulani, wametoa, na kama umejua mtumishi amesema mtu akikuja kwenye nyumba hii ainue mikono yake, akuonyelekezee mikono yake kwako na umkumbuke. Wakumbuke hawa watu wako wote, wakumbuke hizi ambazo wamezitoa, wakumbuke kazi zao, kumbuka matoleo yao, wafunguliwe watu sasa. Roho wa Bwana shuka kwao, wajase sasa, wajase, maana wamefunguka. Jasweni na roho, jaso na roho wa Mungu, jaso na roho wa Mungu. Barikiwa, funguliwa, biashara zenu zifunguliwe, milango yenu ifunguliwe, mupate vibali, mupate vibali, mupate vibali kote, mahali popote mtaenda mupate vibali za Mungu. In Jesus name we pray. Amen. Somebody say amen. Amen. Tunaweza kuketi.
Baba amekushika mkono livina raida. Hata kuinua livina lidae raida. Hata wainua livina lidae raida. Hata walivinia lidae raida raida. Kwa sababu ya ni Bwana. Jehova hata walivina lida. Kwa sababu yake Baba. Asante. Asante. Funga macho yako tu. Inamisha uso wako. Dedicate yourself now. Mwambie Mungu, najua umenisamehe, najua umenikubali. Nimekuja sasa mikononi mwako, nikiwa chombo ambacho utakitumia. Nitumie jinsi ya mapenzi yako, nitumie venye ungepende, venye moyo wako unapendeza. Niangalie tu tena, nisaidie tena. Kuna roho wa Mungu ameshuka. Kuna roho wa Mungu ameshuka. Kuna watu wanainuliwa sasa. Kuna watu wameandikwa, majina yao yameandikwa kule mbinguni. There is a new power. Something is happening. The heavens zimefunguka. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Oh yes. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Mwache huru. Mwache huru. Mwache, mfungue. Fungue. 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 The mighty name of Jesus Christ. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Present. Jiashirishe binguni. Imefunguka. Bwana ananiambia sema unachokitaka, ndio hicho amefungua bingu. Uandikishe matakwa yako, uandikishe unachokitaka. Present your petition now. Present your petition now. Present your cases now. Akilisha kile unachokitaka. Kifanye sasa, kinene sasa, kinene sasa. Kinene sasa. He is here with you. The Holy Spirit take control. The Holy Spirit take control. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Mike. Hawana nguvu tena. Wale wanaopiga. Ushikilie tu, shika mikono yake. Nitamuongoza. Shika yeye kwa mikono yake. Mungu niliye juu sana. Ndiye Mungu niliye juu. Basheka zeka. Imasheka ramayazika. Dinasika ramayazaya. Nimesikia sauti yenu. Nimesikia sauti ya mtumishi wangu. Nitakuongoza. Hautawezwa. Mimi niko pamoja nawe. Nitakuongoza kila pahali uendapo. Nitakuongoza. Rinashika baya. Nitakuzunguka. Nitakufanya kama niliongoza Musa. Nikamzingira na moto. Hivyo ndivyo nitakavyofanya. Hivyo ndivyo nitakavyosamba. Wale wanaokuinukia nitapigana nao. Wale wanaoinukia watu wangu nitapigana nao. Nitapigana nao. Hamtawaona tena. Nirudie watoto wangu. Nirudie watoto wangu. Niko pamoja nanyi. Nitamshika mkono. Mtaona utukufu wangu. Nitaona utukufu wangu. Asema Bwana. Thank you. Thank you. Holy Spirit, take control. Your children are ready. Watoto wako wako tayari. Watumie sasa. Wafungulie milango. Wapatie neema ya kusikia kutoka kwako. Wasikilize tu. Wasikilize tu Baba. Maigwe tu Ngai. Nimokete mbele yako. Nimahera mehia mao Baba. Ohorithie rĩu.
Rina mashendelele, Rina katabose anda mashendelele. Mimi Mungu nimesikia maombi yenu, munirudie. Nimesikia maombi yenu. Fungua kinywa chako, anza kumrejelea Mungu, mwambie niko tayari. Mfungua kinywa chako tu, fungua kinywa chako. Ukiweza kupiga magoti chini ni sawa, ile namna utaona kumzungumza na Mungu. Elaga inedoka leo, nakuja kwako, nisamehe dhambi zangu. Nimekuja, nimekurejelea. Ndashoka kuri we, ndashoka kuri we Baba. Ndirare mwihia, ndirare mwaganu, ndirekaga maundu na kinyorori, ndiranyaraire ndungata yaku. Ngai nindoka mbere yaku kuhera mehia maya. Ufungua tu kinywa chako, mwambie tu Mungu, I am here, use me. Nitumie, niko chombo. I am ready to be used by you. I am ready. Mwambie Mungu I'm ready. Mwambie Mungu I'm ready. I'm ready. I'm ready. Make me a vessel unto your kingdom. Make me a vessel unto your kingdom. I want to serve you, God. I want to serve you, Father. Mwambie I want to serve you. You are holy of the holiest. You are the King of the kings. You are the King of the kings. Father, remember me. Father, remember me. Remember your church. Remember your children. Kumbuka kazi zao, familia zao. Kumbuka mambo wanayoyafanya. Remember them. Remember. Holy Spirit. Holy Spirit. Fungua kinywa chako, endelea kuzungumza na Mungu. Yuko tayari, bingu imefunguka. This is the right time to make your petition. This is the right time to connect na hiyo kazi alikwambilia. This is the right time to connect with the blessing that you've been looking for. Come and reign, Holy Spirit. We welcome you to come and reign. Ninaona wachawi ambao walikuwa wamekuja kutuangamiza wakiangamia. Ninaona nguvu zote za ibilisi zikiteketea. Illuminati, ma devil worshiper, wote wamekamatwa, anga zao zote zimekamatwa. Hawana nafasi, wanachomeka. Wanachomeka. Waliokuwa na nia ya kuvunja ministry hii, wote wamekamatwa. Wote wamekamatwa. Wote wamekamatwa. Wote wamekamatwa. Mizimu ya kimababu imekamatwa. Under arrest. Wale waliiba vitu za kanisa wamekamatwa. Bwana ananiambia atawakamata, atawachoma. Wale wameiba nyota za watu wamekamatwa. You are under arrest. You will not make it out here. Tawala Bwana. Oh yes. Tawalika. Tawala Roho, tawala Roho, tawala takualika utawale. Tawala Roho, tawala Roho, tawala
Asante Baba hata kwa kutusikiliza. Sisi waja wako tumetubu na tumeungama mbele zako. Tuelekeze na utushike mkono. Tubariki, tukupende zaidi. Tuwezeshe tukuelewe zaidi na tukujue, maana wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Amen. Tutaregea kwenye service hiyo ingine saa 10 kamili. Kwa hivyo wale ambao wa deliverance saa 10 ndio tutaanza service yetu. Unaweza kunywa chai pale nje kidogo, alafu mtaregea, na Mungu awabariki. Aye, 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 aye. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za